Kwa nini Debora mama usiachane na mambo ya kunywa kamnyweso? Sina maisha. Hauna maisha? Ukikutana na mtu anaongea peke yake barabarani, kuna yaliyomsibu. Ukishindwa kumpa msaada, basi jambo la ukarimu unaloweza kulifanya ni kumwacha ende zake. Alimwambia Gideon, nenda kwa uwezo huo uliona. Yes, nimesafiri takribani kilomita 822 kutoka 88.5 Clouds FM Dar es Salaam mpaka hapa The Green City, jiji la kijani. Ingawaje sasa hivi kwa kweli sio kijani, yani kiuhalisia inatakiwa jiji la Mbeya na vumbi wakae chini kidogo alafu wamalize tofauti zao. Kwa kweli jiji lina vumbi. Bana, ni safari ndefu, of course imechukua masaa mengi, lakini safari yangu haingii hata kidogo kwenye safari ya maisha ya mwanadada anaitwa Debora, ambaye of course nimesafiri kwa ajili yake na tutaweza kumsikia kwenye seva wiki hii. Lakini kabla sijaenda kukutana na Debora, kwanza nimeona nikutane na mwanangu mwandishi wa habari mwandamizi wa hapa Mbeya mjini, mwanangu kabisa wa damu, Swahiba Lamek Charles kutoka Highlands FM. Alafu then baada ya hapo tunakwenda kwa Debora. Bwana salama? Bwana salama, mambo vipi? Niko vizuri. Bwana Mbeya vipi rafiki yangu? Bwana Mbeya salama, hii ni asubuhi Asubuhi. Shughuli za Mbeya kama kawaida zinaendelea. Watu wa Mbeya ni wakarimu sana. Leo ni siku ya ibada. Bwana, hivi katika jiji hili kwa upande wa vijana ni maeneo gani ambayo vijana wengi sana wanachangamkia fursa? Ni hapa Kabwe au Mwanjelwa au kule stendi au Mbalizi? Eneo hili la Kabwe, Mwanjelwa, Sido ndilo eneo maarufu zaidi na Soweto. Bwana, hili vumbi vipi rafiki yangu? Ni muda mrefu kidogo Kabisa, vumbi tupo nalo na of course tunatamba nalo tuseme hivyo. Kwa sababu kwa muda mrefu imekuwa ni kilio kikubwa cha wananchi wa Mbeya, kwa wabunge wao, viongozi mbalimbali wa kiserikali, kwamba serikali ione haja ya kutoa hili vumbi. Ukitoka kuanzia Uyole mpaka unaimaliza Mbalizi, mji mdogo kule, kote ni vumbi. Na sio vumbi tu, foleni. Kwa sababu barabara zimeharibiwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo barabara ni moja inayotumika. Hizi za pembezoni ambazo zimeharibiwa na wakandarasi ndiko ambako bajaji, malori yanapita, mabasi. Okay. Kwa hiyo vumbi imekuwa ni kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kilio cha wananchi kuweza kuona ili vumbi linaondoka, ili walau sasa wananchi waondokane. Na yako magonjwa, watu wanapata mafua, watu wanapata shida katika upumuaji kwa sababu ya vumbi. Yaani unapanda daladala kama unaingia Polini huko Malila, lakini huko jiji la Mbeya hapa ni center ndugu yangu. Unajua baya zaidi hii vumbi liko pembezoni mwa biashara. Watu wana maduka ya nguo, wana maduka ya simu, wana maduka ya laptop. Kwa hiyo inakuwa ni shida, bidhaa zao pia kwa namna moja nyingine zinaharibika. Ukiacha tu hawa ambao wanatumia barabara, hawa ambao ndio biashara. Sasa nani atakuja kwenye vumbi kununua nguo? Unakuta ni shida kidogo. Lakini kwa muda mrefu mkandarasi amekuwa anasuasua, tunasema hivyo. Kwa sababu watuone ile speed yake kama ambayo walianza nayo wakati wana plan ya kutengeneza barabara hii. Au hajalipwa? Simalo lipo, kama alipo huenda liko njiani linakuja. Mimi nafikiri twende kwa Debora. Tutuai. Hapa ananipeleka kwanza kwa vijana wawili watanashati, Mwifyusi na mwenzake Ibra Makope. Mtaa umesema unaitwaje? Mtaa wa Benki huo. Mtaa wa Benki. Mtaa vibaka wengi pia. Wauni. Wauni wengi wanaopita na simpa. Nyakati za jioni. Kwa hiyo ni vibaya tu ameondoka nao. Mapema. Ishaenda hiyo. Kwa hiyo ni mtaa ambao kwa nyakati za usiku unakuwa ni hatari kidogo. Hasa saa 1 mpaka saa 2. Bana, naambiwa kwamba Mbeya kila baada ya nyumba moja kuna kanisa. Of course ndio utamaduni wa Mbeya. Tunasema hivyo, desturi. Kwa sababu watu wa Mbeya ni watu wenye hofu ya Mungu. Na ndio maana kuna makanisa mengi sana. Hapo unapopita mbeleni tu hapo utaona kuna kanisa, mtaa huu na makanisa mengi, lakini pia una nyumba za kulala wageni nyingi zaidi. Guest lodge. Sasa utajiuliza. Watu wakitoka ibadani watu wanapumzika. Mtu umetoka Chunya, ametoka Mbarali huko. Kwa nini apate shida? Anapumzika. Kwa hiyo lodge, makanisa pia yako mengi sana. Mtaa huu pia na vivyo hivyo makanisa na lodge ziko nyingi sana. Bwana. Unaweza kujikuta mambo vipi? Shwari. Poa. Odi. Jamani, salama?
Naona vijeba hapa kidogo. Usalama upo. Safi. Bwana shwari. Safi. Wema? Bwana huu ni ugeni kutoka 88.5 Clouds FM. Da. Mambo umechelewa kidogo, tumetoka kupiga utamaduni sio muda. Wanyakyusa tunaenda sana na utamaduni. Yaani tukiamka asubuhi kwanza breakfast ni misosi na utamaduni pembeni. Tukiamka asubuhi. Si unaona hapa najinyaga Rusia na maji. Unajinyaga Rusia? Ya. Najinyaga Rusia. Bwana safi. Bwana sisi tumekuja kwa ajili ya Deborah. Naam, pendeni tuwapeleke mahali ambapo amepata makazi ya awali kwanza. Na mtaa wetu una nyama, lakini ni nyama ambazo zina upinzani na wengine. Hatuwezi kuzisema, ila ni nyama. Wadudu Ni nyama. Sisi tumeipa kibari. Na tumeipa kipaumbele sana kwa sababu sisi kwetu ni nyama ya kipekee, ina mafuta ndani yake. Ina mafuta yenyewe binafsi. Hapa ndipo anapopatikana mwinjilisti. Tunamwita mwinjilisti. Okay. Deborah. Navua kofia kwa sababu kuna heshima ambayo tunampa ni kubwa sana. Tofauti na watu wanavyomfikiria, wanavyomuona. Unaona bwana? Karibuni sana. Yes, kwa mwinjilisti. Karibuni sana jamani. Kupitia redio ya watu kwa mara ya kwanza Deborah anafunguka. Amina. Wema. Hatimaye tumefika kwako. Karibuni, ila sasa mtakaa sijui. Sisi hata chini tunakaa. Okay, karibuni. Sisi mama jamani. Hii ndio seva, imehifadhi mengi. Wakaniambia hapana, mtoto alibakwaga na mwalimu. Nikamwambia baba, nimekuja kumchoma kisu, mimi nakuaga naenda kumchoma kisu aliyembaka mwanangu. Akaniambia mwanangu tushamweka ndani. Faili linafuata.